Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu Victor Modestus. Na namshukuru Mungu tena kwa siku ya leo ambapo tumepata nafasi tena kujifunza somo la maisha ya wokovu. Ikiwa leo tunatazama namna ya kushinda changamoto ambazo unaweza ukakutana nazo baada ya kuokoka. Namna ya kushinda changamoto ambazo unaweza ukakutana nazo baada ya kuokoka. Na tumekuwa tukiendelea na mfululizo wa somo hili kwa muda wa wiki kadhaa, na tunamshukuru Mungu kwamba tunapata shuhuda ya baadhi ya watu ambao wamezidi kupokea uponyaji kupitia neno la Mungu. Sasa leo tutatazama kwanza kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1. Biblia inasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunatazama ni vitu gani ambavyo vinaweza vikakufanya ukarudi nyuma baada ya kuokoka. Na hivyo vitu, lengo la somo hili ni uvishinde. Na siku ya leo tutatazama swala la mazingira. Na ndio maana nimesoma hili neno la Zaburi sura ya 1 mstari wa 1. Somo linahusu sana mazingira ya ambayo yanaweza yakakufanya ukarudi nyuma. Kwa hiyo wewe ni mtu uliyeokoka, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakurudisha nyuma mara kwa mara. Kwa kila mara unasema nimerudi nyuma, nimeanguka au nimekosea hapa, au kwa nini narudia makosa frequently? Lakini zipo sababu ambayo leo Mungu ametupa neema tujifunze angalau moja. Ya kwanza ni hii: ni watu waliokuzunguka. Watu waliokuzunguka, au kwa lugha ya nyingine wanasema company yako, watu uliojizungushia. Unajua Mungu akitaka kukufanikisha huwa anatumia mazingira uliopo. Kadhalika hivyo hivyo shetani akitaka kukuangusha huwa anatumia mazingira. Kwa hiyo kwenye swala la mazingira, kitu cha kwanza kinachohusisha mazingira ni watu. Ukiacha vitu vinavyoonekana, magari na manyumba na nini, lakini kitu cha kwanza ni watu. Rasilimali ya kwanza ya mazingira ni watu. Ili mazingira yawe bora au ili yawe mabaya, watu kwanza. Kwa hiyo watu wanaokuzunguka ndio wanadetermine ukuaji wa uokovu wako au maendeleo ya kiroho ya maisha yako. Inaweza ikawa ni maendeleo ya ofisini kwako, lakini chochote cha kimwili kinaanzia rohoni. Kwa hiyo maendeleo ya kiroho ndiyo yanadetermine maendeleo ya kimwili. Kwa hiyo wale watu ambao mnazungumza nao masuala ya kiroho au ya msimamo wako wa rohoni kwanza, ndio wanaoweza kuamua namna ya wewe kushinda changamoto ulizonazo. Kwa hiyo ikiwa ni watu wa giza, watakushauri kwamba habari za waganga wa kienyeji na mambo ambayo yasiyofaa. Lakini ikiwa ni watu ambao wa rohoni, waliookoka kama wewe, maana yake mtazungumza masuala ambayo yanahusiana na neno la Mungu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni watu wanaokuzunguka. Kwa hiyo nasema hivi, ili ushinde changamoto ulizonazo, wewe mtu uliyeokoka au uliyeamua kuokoka au ambaye unatamani kuokoka, chunga mazingira ambayo unajimvovu nayo, ambayo unajihusisha nayo mara kwa mara. Hayo yanaweza yakaamua sana ukuaji wako wa kiroho au kuanguka kwenye tabia fulani ambayo inaweza ikagharimu maisha yako. Na ukiingia kwenye tabia fulani ambayo inaweza kugharimu maisha yako, maana yake ni ngumu sana wewe kujua, na sio tu kujua, ni ngumu sana kutoka. Kwa sababu huwezi kutoka kabla hujajua. Huwezi kutoka kwenye tabia isiyofaa kama hujajua namna ya kutoka. Na hiyo tabia ikiwa haijazaa madhara fulani fulani. Kwa mfano kwa Wakristo wenzangu, ile historia ya Lazaro, Yesu alikuwa anasema kwamba kulikuwa kuna mtu anaitwa Lazaro, maskini Lazaro na tajiri. Na Lazaro akafa, akaenda kifuani mwa Ibrahim na nini. Sasa pointi ambayo nataka ni kushirikisha hapo kwenye historia ya Lazaro ni moja. Lazaro, Biblia inasema alikuwa maskini kwa sababu ya vidonda alivyokuwa navyo.
Bwana Yesu asifiwe. Yaani hivi, umasikini wa Lazaro uliletwa na vidonda alivyokuwa navyo. Ingawa yeye alikuwa afahamu kwamba chanzo chake cha umasikini ni vidonda. Sasa hilo swala ni la udhaifu ambalo unatokana na mtu usipojua namna ya kutoka kwenye changamoto uliyokuwa nayo. Kwa hiyo kwa leo nimependa nikushirikisha haya machache ambayo yanaweza yakakufanya ukafahamu msimamo wako wa kiroho kwa sasa na kwa baadaye, ili uweze kusimama zaidi na zaidi. Kadhalika pia tunakukaribisha kufuatilia semina yetu ya vijana Nyanda za Juu Kusini hapa Mbeya, ambayo itafanyika tarehe 16 na tarehe 17 Mbeya, ukumbi wa Soweto pale chuo cha mafunzo ya ufundi. Na kadhalika tutakuwa na semina pia Mbalali na sehemu zingine ambazo tutakuja kuwatangazia hapa baadaye. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, endelea kufuatilia huduma yetu na ubarikiwe sana.